kuongoza au unyakuo katika siri ya sauti ya Mungu katika siku hizi, ama mkifaransa inaitwa la première résurrection ou l'enlèvement dans le mystère de la voix de Dieu en ces jours. Mpendwa Paulo anasema hivi, sababu bibi harusi anahusika tu na mambo ya kiroho. Hakuna jambo la kimwili ambalo linamuhusu bibi harusi. Bibi harusi yeye mwenyewe ndio ile neno. Ndivyo mpendwa William Marion Branham anavyosema, sababu bibi harusi ndiye bwana harusi. Bwana harusi ni neno na bibi harusi naye ni neno. Sasa kuna siri, na hii siri ni siri kubwa, ni siri ya ufufuo wa kwanza ama unyakuo, ndani ya siri ya sauti ya Mungu katika siku hizi. Katika Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili verse yake ya 14 mpaka 15, ndugu mpendwa William Marion Branham anasema hivi: Wakorinto wa kwanza sura ya pili verse ya 14-15, ndugu yetu mpendwa Paulo anasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu. Amena. Amena. Mwanadamu wa tabia ya asili hawezi, yani mwili hii na damu haiwezi kupokea mambo ya Roho wa Mungu. Kwa nini? Maana kwake huyo mwanadamu wa tabia ya asili, mambo ya Roho wa Mungu ni upuuzi kwake, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanatambulikana kwa jinsi ya Roho. Amena. Amen. Unyakuo ni mambo ya kiroho. Ufufuo wa kwanza ama unyakuo ni mambo ya kiroho, na mambo yote ya kiroho yanatambulikana kwa jinsi ya kiroho. Mtu wa kimwili hawezi kama kuyaelewa. Ndio maana ndugu Branham anasema unyakuo ni ufunuo kwa bibi harusi kanisa. Amena. Amen. Haiko kwa wanamemba wa kanisa. Wanamemba wa makanisa unyakuo haiwahusu, hawawezi wakayafahamu, sababu ni mambo ya kiroho. Hata kwa wakati wa ndugu yetu Paulo alipokuwa akizungumza, anasema mambo ya Mungu yanatambulikana kwa jinsi ya kiroho. Mtu wa asili ya kibinadamu ama mwanadamu, damu na nyama, mtu aliyezaliwa na baba na mama, mtu wa kimwili asiye kwa mtu wa kiroho, hawezi kamwe kuyaelewa mambo ya kiroho. Amen. Kwake mambo ya kiroho ni upuuzi. Ndio maana ukizungumza ya kwamba tayari mimi nimeshanyakuliwa, hawa watu wa kimwili ambao ni wanadini ni upuuzi kwao. Verse ya 15 anasema, lakini mtu wa roho huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Amena. Amen. Bali huyu mtu wa roho yeye huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu yeyote.
1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'enlèvement est spirituel et l'homme animal ne peut jamais recevoir, ne peut jamais connaître le mystère de l'enlèvement dans le mystère de la voix de Dieu en ce jour. C'est un grand mystère. Frère Paul nous dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car ces choses-là de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour cet homme animal. Et cet homme animal ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé de personne. Mtu wa kiroho ndiye anayetambua mambo ya roho wa Mungu. Ndiyo maana tunasema tuliokolewa, Yesu alitufiaka. Je, nani anaweza simama pale ashuhudia kwamba Yesu alimwokoaka na alete udhibitisho? Sababu kama ni mkimwili uliokolewa, wakati Yesu alikuwa pale Kalvari, hakuna malikuwa kako. Nani alikuwa zaliwa? Na baba yako akukuaka, na tate yako akukuaka, na mjomba wako akukuaka, mama yako akukuwa pale. Alo, kama tunaamini kupitia imani ya kwamba tuliokolewa, vivyo hivyo na unyakuo pia ni ya kiroho. Amen. Vile tunaamini kwamba tuliokolewa na tukuonaka, atukuwa pale kimwili, na wahubiri wanaotuhubiri hawakuwa pale. Hakuna pastere wa hiyo wakati alikuwa pale. William Branham hakukuwa pale kimwili. Wahubiri wote ambao wanahubiri ujumbe, hakuna malikuwa pale kimwili, alikuwa zaliwa. Na baba zao na mama zao, hakuna malikuwa kwa pale. Lakini wakati waliambiwa tu, wakahubiriwa, wakafundishwa kwamba Yesu alikujaga, akatufia pale Kalvari, akalipa bei ya dhambi zetu, watu wakaamini na wanayatangaza. Haikuomba waone. Na ndivyo ilivyo kuhusu unyakuo. Wakati Mungu tena anatuambia kwamba unyakuo umeshapita, tunatangaza. Amen. Sababu kuona yetu ni kuelewa. Amena. Amen. Vile vile tulivyoelewa ya kwamba tuliokolewaka, na ndivyo tunaelewa tena ya kwamba tulishakanyakuliwa. Mtu angemuuliza, wewe unasema uliokolewa, ulikuwa pale, ilikuwa wakati gani? Yesu alikuwa hapa kudunia mwaka wa 33. Je, ulikuwa shazaliwa? Kama vile leo watu wako na swali, watu maswali. Je, wewe ulishanyakuliwa? Na tunakuona. Na wewe tunakuuliza, je, wewe wakati Yesu aliokoa, alikuwa pale Kalvari, alikuwa pale Golgotha, alikuwa kule Yerusalemu, wewe ulikuwepo kimwili? Ila nini inatosha kama wewe umeokolewa? Anasema, "Oh, mimi sababu nimeamini." Na sisi tunaamini. Yule Mungu ambaye alisema Biblia, njoo huyu Mungu ambaye ametuambia leo. Amena. Amen. Ndivyo ilivyo. Maintenant, il y a un mystère de la première résurrection qui est l'enlèvement. Dans le mystère de la voix de Dieu en ce jour. Parce que nous ne vivons pas dans les âges des églises. Les âges des églises étaient seulement une période de préparatifs. Shia tuishi mwakati wa vizazi vya makanisa.
Vizazi vya makanisa ilikuwa tu ni wakati wa maandalizi. On préparait les âmes pour l'enlèvement. Et arrivé à la fin des âges, des églises, qui est le dernier âge, l'âge de la Odyssée, l'enlèvement a eu lieu. Muvile makanisa walikuwa wanaandaa nafsi zipate kunyakuliwa, na kufika kwa mwisho wa vizazi vya makanisa, nafsi zilipelekwa utukufuni. Amena. Amen. Maintenant, c'est un grand mystère. Hiyo ni siri kubwa, na hiyo inapatikana msiri ya sauti ya Mungu katika siku hizi tunazoishi. Unyakuo haiko ya watu wa kimwili, haina uhusiano wowote na hii mwili. Ndio maana batu ya kimwili bako banachunga ile inaitwa WhatsApp, kupanda kule yulu baende ewani. Lakini sisi matiofania manafsi zilizochaguliwa kabla, mbegu halisi ya Mungu, neno la Mungu, tuko umilele halisi na ya kweli. Amena. Amen. Huu nyakuo uko wapi? Huu nyakuo unafanyika wapi? Huu nyakuo haufanyiki nje ama ndani ya makanisa za mahali. Unyakuo haifanyike Branham Tabernacle. Unyakuo haifanyike mu tabernacle ama ensemble yoyote ile ambayo iko na jina fulani. Kwanza, sisi ma original Teofania hatuyawahi kukusanyika mwa hizi makusanyiko za mahali. Kusanyiko letu sisi linaitwa mwili wa siri wa Kristo. Amena. Amen. Ile ndio kusanyiko yetu. Amen. Amen. Hii makusanyiko yote ya mahali ni makusanyiko tu ambayo tunaingia mule kuandikisha majina, kuwa na ushirika na wandugu ambao tunaoonana kimwili, lakini kiroho tunakusanyika ndani ya kanisa ambalo linaitwa ni mwili wa Kristo, na ule mwili wa Kristo sio kingine, ni sisi wenyewe, familia yote ya Mungu aliye hai. Amena. Amen. Na ndani ya Kristo ndimo mnafanyika unyakuo. Ndani ya Kristo ndimo unafanyika hukumu. Ndani ya Kristo ndimo mnakuwa pumziko la milele ambalo linaitwa utawala wa miaka 1000 mkiswahili, lakini linaitwa tena millennium. Ndani ya Kristo ndimo mnakuwa ile inaitwa umilele, sababu Kristo yeye mwenyewe ndiye umilele. Amena. Amen. 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 Unyakuo sio safari kama vile tunavyosafiri na mandege kutoka Marekani kwenda sehemu fulani, kama vile watu wanavyosubiria aseme siku moja. Unyakuo haiko masiku ya dunia. Unyakuo haifanyike kulingana na kalenda ya dunia. Amen. Unyakuo haifanyike kulingana na mwezi ya dunia wala miaka ya dunia. Unyakuo ni jambo la kiroho ambalo kabla hata tujazaliwa baba yetu na mama yetu tulikuwa tayari tumesha kuwa ndani ya Kristo. Na humo ndani ya Kristo ndimo unyakuo umefanyika. Amen. Amen. Sababu Kristo yeye mwenyewe ndio unyakuo. Unyakuo maana yake furaha inayopitiliza. Hallelujah. Na humo ndani ya unyakuo hamuna magonjwa, hamuna vifo, hamuna huzuni, hamuna tabu. Ni ndani ya Kristo. Kristo neno la Mungu lililofunuliwa. Kristo siri ya Mungu iliyofunuliwa. Amen. Sasa mwili aingie katika siri hizo. Ni wewe, ni sisi wana na binti za Mungu ambao tena tunaitwa bibi harusi, ambao tena tunaitwa Theofania, nafsi zilizochaguliwa kabla, ndio tunaohusika. Sio siku moja tuanze kuandaa. Wewe utaandaa kenye uone.
hatuandaliwi na mahubiri yoyote, hatuandaliwi na mafundisho yoyote. Haya mahubiri na mafundisho yako tu yanatuelezea namna gani unyakuo ulifanyikaka. Amen. Amen. Kwa sababu kabla mahubiri haijaanza tulikuwa tayari tumeshanyakuliwa. Amen. Amen. Ndio maana ndugu yetu mpendwa Yohana, hapana Yohana mwili aliyezaliwa na baba na mama, Yohana original, Theophania, wakati mwili wake unabaki pale katika kisiwa cha Patmos kwenye jela hiyo, ilifanya sasa ndugu yetu mpendwa wa samani Yohana Theophania apate kupelekwa, apate kunyakuliwa katika ulimwengu wa roho. Na alipofika akatuona sisi mji mtakatifu Yerusalema mpya, mji wa Mungu. Akasema nimemwona bibi harusi, na yeye bibi harusi amejiandaa mwenyewe. Amena. Amen. Tokea enzi za Yohana huko, Yohana nabii, tokea enzi za Yohana mwanafunzi wa Yesu, alituona sisi. Sasa unyakuo unaohubiriwa leo ni unyakuo ambao ni wa kiakili. Amen. Ni unyakuo wa kielimu ya binadamu. Amen. Na kila wakati akili ya mwanadamu huleta mauti. Hallelujah. Sawa. Ndugu yetu Paulo anaanza kusema kuhusu unyakuo huu, na anasema huu unyakuo unafanyika kwa vitu vitatu ambavyo vinapaswa kufanyika. Kwanza kunakuwa sauti ya mwaliko. Kitu ya pili ni sauti ya malaika mkuu, na cha tatu ni sauti ya baragumu. Ndivyo vitu ambavyo anavyovisema, vitu vitatu ambavyo vilifanya kwa wakati wa Paulo. Ijapo Paulo hakukuwa na ujuzi wote wa neno, lakini alijaribu kuzungumzia hivi vitu vitatu. Sasa Mungu ndani ya mwili wa William Branham kwa wakati huu, yeye Mungu anayechunguza siri za ndani, alikuja akatuelezea maana ya hivi vitu vitatu, maana yake nini. Ndugu Paulo anasema katika kwanza Warumi sura yake ya 9, anaanza kutuambia jambo hapa. Anasema Warumi 9, anasema hivi: nasema kweli katika Kristo, wala mimi sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu, ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Ndugu Paulo alikuwa na huzuni ya mingi sana na maumivu isiyokoma. Sasa niko naambia kweli, wala seme bongo. Na niko na huzuni ya mingi na maumivu ambayo aishi moyoni mwangu, kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharamishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa yangu, kwa jinsi ya mwili. Kuna undugu aina mbili. Kuna undugu kwa jinsi ya mwili na kuna undugu katika Kristo. Amena. Amen. Sasa hivi vitu viwili havitembee pamoja. Undugu tulio nao kwa wale tunaowaona kimwili, majirani, ndugu tuliozaliwa na baba na mama, watu tulioishi na wao, watu tulioshiriki na wao, huo undugu huo ni undugu katika mwili. Hata ndani ya makanisa za mahali tunapoonana ni undugu
ambao umeunganishwa kwa upendo unaoitwa upendo fileo. Sasa upendo agapao haitumiki ndani ya mwili wa damu na nyama. Amen. Ni upendo unaotuunganisha katika roho, hapana ndani ya mwili. Ndani ya mwili ni upendo tu wa kawaida, lakini upendo wa kimungu ni upendo wa kiroho, sababu Mungu ni roho, na ule upendo ndio upendo mkamilifu. Na upendo unakupeleka straight kukubali hata kufa juu ya neno la Mungu. Mtu kama ana ule upendo agapao ambao ni Mungu mwenyewe, theofania, hawezi kamwe kukubaliana na neno la Mungu. Anaposikia neno la Mungu, yeye analitupilia mbali. Anapenda kupata sauti ambayo inaleta faida kwa mwili, mfano kuzala, kuoa, kupata pesa, batu wakiwa kutembelee, batu wakusapoti, batu wanione wanisalimie. Vile vitu vinaleta faida kwa mwili, vile njo mambo ambayo huu upendo fileo unazaa. Lakini upendo wa kimungu, upendo halisi, upendo wa kweli, upendo agapao, ni upendo ambao unaunganisha theofania na neno. Amen. Ni upendo ambao unakufanya umpende Mungu neno na sio mwili utapenda. Nafsi yako, theofania yako inakuwa iko connected, inaunganishwa kwa ule Mungu neno, na hakuna kinaweza kukutenga na ule. Na mwisho anasema kama Paulo, ni nini itanitenga na Kristo? Amen. Kristo, siri ya Mungu iliyofunuliwa. Na ndani ya Kristo ndimo mna unyakuo ambao tunazungumzia. Ndani ya Kristo ndimo mna huu uzima. Ndani ya Kristo ndimo tunakuwa wa milele, sababu Kristo mwenyewe ndio milele. Sasa ndugu yetu mpendwa Paulo alikuwa mtu ambaye alielimika vizuri, alikuwa na elimu na alikuwa naelewa maandiko. Sikia vizuri, sio neno. Alikuwa mwenye kuelewa maandiko, alikuwa anajua sheria yote ya Musa vizuri. Alikuwa naelewa kabisa, anajifunza na anabobea. Alikaa na walimu ambao walimfundisha kwa aina ya kimwili, wakamfanya mwanafunzi mzuri, na akaanza kutumika angali anaitwa Sauli kwa jinsi ya kimwili, kutokana na elimu aliyopata kwa mwili wake, kwa elimu yake ya kimwili. Akaanza kutumika akijua kwamba iko anafanya kazi ya Mungu. Lakini wakati alipokutana na nguzo la moto, Mungu mwenyewe, kile alichokuwa kihesabu kama ni faida kwake, ujuzi wa kweli, imani ya kweli, anasema nikahesabu yote kama mavi. Amen. Amen. Na ndivyo tulivyokuwa na sisi tulipokuwa katika chini ya utawala wa roho za kizehebu, chini ya utawala wa roho za kidini. Tulipokutana na neno, ufunuo wa neno, tukaelewa kile ambacho tulikuwa tukielewa zamani, tukaanza kuhesabu kama hakina faida kwetu, ni mavi, na tukaendelea sasa na kile ambacho tulichokipokea kama vile neno la Mungu la kweli, ufunuo wa neno. Ndugu Paulo anasema, mimi nawaambia kweli wala sidanganyi. Ingeliwezekana hata juu ya bandu yangu wa mwili ningetengana na Kristo. Anasema si kana kwamba neno la Mungu limebadilika, maana sio wote Waisraeli walio wa uzao wa Israeli, wala sio wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu. Sikia mzuri, sio watoto wa mwili walio watoto wa Mungu. Sikia tena vizuri, sio watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi. Amen. Amen. Hatuko watoto wa Mungu mwali ya kimwili, bali tuko watoto wa Mungu kwa ajili ya ahadi. Ahadi ni nini? Ahadi ni kwamba
wakati wa jioni, kabla ile siku ya Bwana haijaja, nitawapelekea malaika wa 7 Eliya, na ule Eliya atatayarisha mioyo yenu, nafsi zenu, kabla ile siku ya hukumu, siku ya Bwana. Eliya atakuja na kutayarisha mioyo yenu. Anatutayarisha kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya unyakuo. Hiyo ndio iliyofanya ndugu Branham aje kama malaika wa 7. Sasa huu unyakuo ni siri kubwa, miongoni mwa siri zilizopo, ni siri. Sababu ni jambo la kiroho ambalo ndugu Paulo anasema mtu wa mwili hawezi kamwe kuyaelewa mambo ya kiroho, bali mtu huyu wa mwili mambo ya kiroho kwake ni upuuzi, ni kichekesho, ni ya kudharau, ni kitu hazielewa. Lakini kwa mtu wa kiroho mambo ya roho ueleweka. Ufufuo wa kwanza au unyakuo, katika siri ya sauti ya Mungu katika siku hizi. Wakati wa makanisa umemalizika. Ndugu Branham anasema tulipofika katika Ufunuo sura ya 3, hapo ndipo kanisa lilikwenda katika unyakuo. Ilikuwa katika muhuri wa 4, unyakuo ukafanyika. Kama vile ukombozi ulifanyika na tukapokea wokovu kabla tujazaliwa katika miili ya baba zetu ama na mama zetu, tulikuwa tayari tumeshaokolewa. Na tulipozaliwa hapa mdunia kuonekana na wanadamu, tumekuja tu tukasomewa, tukafundishwa, tukahubiriwa kwamba Yesu alitufiaka, tukakubali. Lakini hakuna hata mtu mmoja duniani hapa kwa wakati tunaoishi mwanza simama sasa, mimi nilikuwa hapa ile siku Yesu alikufa pale Kalvari. Hakuna. Tunaamini tu. Unauliza wewe ule ushuhudiaji uliokolewa, anasema ni kwa imani. Na vivyo hivyo hiyo imani ambayo ni uhakika, ndugu Branham anasema kwa bibi harusi kanisa, unyakuo ni ufunuo. Amen. Ufunuo ni jambo la kufunuliwa wewe. Ufunuo maana yake kuelewa waziwazi, unasomewa, unafundishwa na unaelewa. Sasa katika huo unyakuo kuna vitu vitatu ambavyo ndugu Paulo anasema Bwana mwenyewe anashuka na sauti ya mwaliko, ndio jambo la kwanza. Kisha kuna sauti ya malaika mkuu, ndio jambo la pili. Na jambo la tatu ni sauti ya baragumu. Sauti ya mwaliko ou bien le cri de commandement. Ya pili sauti ya malaika mkuu, la voix de l'archange, na ya tatu c'est le son de la trompette. Hivi vitu vitatu ndio vinafanyika wakati wa unyakuo na ufufuo. Amena. Amen. Sasa tutamuuliza ndugu Branham, je, vimeshafanyika ama vitafanyika? Maana yake nini sauti ya mwaliko? Inamaanisha nini sauti ya malaika mkuu? Tunaposikia sauti ya baragumu maana yake nini? Ila kabla kusoma huko, acha tusome kwanza katika sauti ya Mungu katika hizi siku za mwisho. Kuna sauti ya Mungu katika hizi siku za mwisho. Sauti ya Mungu katika siku za mwisho, tunasoma paragrafu yake. Ni mahubiri ilihubiriwa tariki 12 asubuhi
mwezi wa kwanza mwaka 1963, le 20 matin janvier 1963. Inaitwa La voix de Dieu en ces derniers jours. Tusome mu kifungo chake cha 29 29 taruka 31 mpaka 34. Je, mnampenda ndugu Branham? Amen. Acha tumsikilize. Nasi tunaona kilikuwa ni kitu kinachofanana na kile cha Eli na Samueli. Bali Eli alitambua mara moja ya kwamba ilikuwa ni Mungu, na ilikuwa kabisa ni kukufuru kwa yeye Eli, kwa sababu sauti ya Mungu ikinena na Samueli ilikuwa imemwambia kuhusu makosa ya Eli, kwa sababu alikuwa amewadekesha watoto wake, nao walikuwa wakichukua fedha na nyama kutoka katika sadaka. Hilo halikuwa ni jambo zuri, na walikuwa wakifanya makosa kinyume na neno la Mungu. Amen. Amen. Hii ni wakati Samueli anazaliwa na anakomala na kuwa mtu mzima. Ilikuwa wakati wa kuhani Eli. Huyu Eli alikuwa na watoto wawili wanaume, na alikuwa anawalea vibaya mpaka watoto hawakuwa na heshima, hawakuwa na mipaka. Kwa wakati ule walikuwa wanaingia mpaka mwekalu, wanakuta sadaka, wanachukua mali hiyo, wanachukua, na ikafika Mungu akachukizwa na lile. Na kwa wakati ule huyu kijana Samuel alikuwa anatumika chini ya uongozi wa huyu kuhani anaitwa Eli. 31 naye Samueli alikuwa pekee ambapo Samueli angeliweza kufanya ni kusema dhahiri, naye alikuwa kidogo ana sita kufanya hivyo, kwa sababu Samueli alikuwa peke yake. Mungu alipomtokea na akamuita Samueli, 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 ila yeye alikuwa bado hajaelewa kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya mwanadamu. Amen. Amen. Ndivyo tulivyokuwa tulipokuwa katika hali ya kanisa, hali ya madhehebu, tulikuwa hatujajua kutofautisha sauti ya Mungu ni ipi na sauti ya mwanadamu ni ipi. Ndugu Branham anasema zipo sauti nyingi sana duniani leo. Duniani tunamoishi mumo sauti nyingi sana, hivi kwamba ni jambo gumu sana, kwa sababu linafifisha sauti ya kimbinguni. Hizi sauti ambazo zipo duniani leo zinafanya sauti ya Mungu ififie, izimishwe. Kuna sauti nyingi sana za kiakili. Tulikuwa jana kukilio mhubiri mwaka hubiri pale, siku moja Mungu atahukumu kila mtu sawa na matendo yake. Akakamata viti akatia pale, akakamata katoto kadogo akakapatia kiti, akakapatia Biblia. Aseme ile siku bandugu, Mungu ataanza kufanya, itakuwa kuita wewe fulani, unapita pale, sio unapita pale, unaweza kuambia sema makosa yako. Tukaona hizo ni akili za kibinadamu, shetani ndani ya mwili. Amena. Amina. Mungu sio Mungu wa mateatri. Sasa ndugu Branham anasema hizi masauti za hivi ndio watu wengi wanaamini, sababu ndio zinazofundishwa ndani ya makusanyiko, na hii mafundisho ni ya kiakili tu, na inafanya sauti ya Mungu inakuwa rare kusikia, kama vile kwa wakati wa Eli sauti ya Mungu haikuwa tena, ila sauti za watu ndio zilikuwa zinasikika, sauti za wanadamu. Leo kuna sauti za kiakili sana, watu maarufu ambao ni wasomi kweli kweli, wenye madigri, wenye madiploma, watu ambao wanajua Kifaransa, Kiingereza, wakisoma Biblia wanaisoma vizuri kwa ufasaha lugha zote. Akisimama hapa kwa interprete kwa ufasaha, lakini utakuta ni akili tu ya kibinadamu.
wasomi kweli kweli, ambao katika hali za ubongo wao hata wanayatikisa mataifa. Sema ule mhubiri hatari, ule kihubiri ni hatari, mataifa yanatikisika. Hao si akina yahe, bali wanayatikisa mataifa, wakiyaleta mashirika makubwa pamoja nao, mikutano mikubwa ya Injili, mikutano ya madoidoi, na mtu angechanganyikiwa kufatana na jinsi hawa wenye akili ya kidunia wanavyolipeleka kwenye sauti ya Mungu. Amen. Amen. Unyakuwa ile siku hii hatari, Bwana atashuka. Haleluya! Kama ni Kiingereza, kama ni Kifaransa, kama ni Kiswahili, nzuri sana tena kwa ufasaha. Unasikia watu wanatikisika, wahubiri wapo mpaka watu wangechanganyikiwa. Inatosha kuwachanganya jinsi mambo haya yanavyoendelea na kufanikiwa, na kuna sauti ambazo huinuka na kufanya mambo haya, na zinaifanya sauti ya Mungu kuwekwa huko nyuma mbali, mahali fulani. Sauti ya kweli ya Mungu haisikiki leo. Amen. Amen. Makanisa yote leo, uwingi wote, umoja wa makanisa, umoja wa mikutano za maujumbe ya Branham, wote utakuta twende kumikutano, tuko na chunga unyakuo. Haleluya! Ukienda kumoja wa makanisa tuleta mazebu unyakuo. Haleluya! Watu wote usema unyakuo inakuja, tujiandae, tuache zambi, tuache hivi, tembea mutakaso, utaulizwa siku ile. Unaenda huku bwana hubiri, unaenda huku unasema si ni kweli kabisa. Jamani, ndio kweli. Eti hizi sauti ziko zinafanya sauti ya kweli ya Mungu inafifishwa, na watu fikiria kwamba hii ndio kweli. Amen. Amen. Sababu ni maneno inatolewa na watu wenye majina makubwa, watu wenye pesa, wenye masomo, wenye majengo makubwa, watu ambao wanajulikana dunia mzima na wafahamu. Na sauti ya Mungu, wao wanasema tutajuaje ni sauti ya Mungu? Haleluya. Amen. Kwa sababu, kwa maana siku hizi, zamani hizo ilikuwa katika nabii aliyethibitishwa. Sasa leo hii tunajua ni sauti ya Mungu, ni kwa sababu ni dhihirisho la neno la nabii. Amen. Amen. Wote wanasema tutajua ni sauti ya Mungu. Kimoja tu kinatufanya sauti ya Mungu ni sababu ni nabii amekisema. Amen. Kilichokuwa kinafanya neno la Mungu likuwa la kweli kwa wakati wa zamani, ilikuwa ni nabii anasimama anasema. Na leo tena nabii amesimama amesema, unyakuo ni ufunuo kwa bibi harusi. Amen. Amen. Sio unyakuo ni kwenda yulu. Anasema hiyo unyakuo ya kwenda yulu ni Paulo alifundisha, na Paulo alipokuwa akifundisha hakukuwa anaelewa neno vizuri. Amen. Sasa Mungu mwenyewe ameshuka leo, ametuletea ufunuo wa neno lote, na kutufunulia neno lote. Anatuambia kwa bibi harusi unyakuo ni ufunuo. Ufunuo maana yake ni kuelewa vizuri. Amen. 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 Kisha anatuambia kuko vitu vitatu: kuna sauti ya mwaliko, sauti ya malaika mkuu, na sauti ya baragumu ambayo inapaswa kusikika. Hiyo ni Mungu ndani ya William Branham iko natupatia siri hii. Sasa kuna sauti leo katika ulimwengu, sauti ya siasa. Hiyo ni sauti kubwa, na watu kabisa katika siku hii kubwa ya kisiasa mambo yamechanganyikana katika makanisa yao na kila kitu, na mara nyingi kama tulivyoona hivi karibuni ya kwamba sauti ya siasa kwa kweli ina nguvu kuliko sauti ya Mungu leo. Amen. Amen. Kuna sauti ya siasa imeingia, na watu hiyo sauti ya siasa wameileta kwenye Biblia, wanaileta kwenye ujumbe, wanaileta kwenye neno, wanasema ni neno la Mungu, wakati ni sauti ya siasa. Na ndugu Branham anasema hiyo sauti leo ina nguvu kuzidi neno la Mungu.
katika makanisa. Vinginevyo wa Marekani kamwe wasingelifanya kile wamefanya karibuni. Unaona, kama wasingelilifanya, kama sauti ya Mungu ingalilidumishwa ikiwa hai kanisani, kamwe wasingelifanya makosa hayo. Bali sauti ya siasa ina nguvu sana duniani siku hizi kuliko sauti ya Mungu, mpaka watu wakauza haki yao ya mzaliwa wa kwanza ya Kikristo kwa takataka ya kupendwa na watu. Amena. Amen. Watu leo watafuta kila mtu anapenda apendwe. Hata sisi bakeni kale fasi trenda pale prema fasi kama kaburebure vile. Inabidi na mimi ningie fasi kwenye kameme, nikipata nikigonjwa watakiangalia. Kama mimi napata kilio watanikuia, wataimba, watafurahi. Watu upendwa na watu. Lakini sisi ni kwa sababu sisi ni Kristo, sisi ni siri ile ya Mungu iliyofichwa, sasa leo imefunuliwa. Bibi harusi yeye kwanza ajulikane na watu. Amen. Amen. Ndugu Paulo anasema mtu wa kiroho hajulikani na watu. Namna gani tu ulimwengu ule ambao ulikuwa ushaendelea, mtu mwenye ajue resda ni nini, Colgate na kuaka wapi, haiko ala mode, avale manguo ala mode, anakia vala manguo ya singa, nywele dread, akiongea hapa kinywa natoa harufu mpaka 10 metre. Yohana bako na ubiriwa na makuani, watu ambao wanakalaka mule ndani ya hekalu, hawajawahi kutukana mtu, hawajawahi kuibia mtu, hawajawahi kufanya jambo lolote. Unamchunguza kimwili, unamkuta kwamba huyu iko 100% mtakatifu kimwili. Ndio wale wako nafundisha masia wetu atakuyaka. Kunatokea gangi mwa hivi, kwanza modela nywele yake tofauti na makuani, juu makuani walikuwa wanatoa nywele. Manguo anavala tofauti, chakula yake tofauti, anaenda akuenda mu majengo fulani, anaenda kumuta Yordani kule mjangwa. Kule mjangwa ndio kunyeleza paza sauti. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, ayosheni mapito yake. Amen. Amen. Huku niko na vile tunachunga masia, manyimbo za mzuri, vinata vya mzuri, mabiti ya mzuri, manyumba za mzuri, hewa ya mzuri, klimatizere kwa mule, kila kitu kizuri, lakini mtu mmoja anatoka kule kujangwa, anashangaza watu. Amen. Banenda baratuma watu mwende muulize ule ni nani, na mavurugu anaanza. Ni nani yule? Baratutuma utuambie wewe ni nani? Je, wewe njoo Kristo? Mimi siko Kristo. Wewe ni Elia? Mimi siko Elia. Wewe ni nabii? Siko nabii. Wewe ni nani? Mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Haleluya. Itengenezeni njia ya Bwana. Amen. Amen. Yanyosheni mapito yake. Ushasikia mtu jina yake sauti ya mtu aliye nyikani? Kama vile ilivyokuwa kwa wakati wa Yohana, ndivyo ilivyo leo. Sauti ya Mungu kukua. Kulikuwa sauti ya wanadamu kwa hali ya kidini. Lakini wakati sauti ya Mungu ilikuja, ndugu Branham anasema hawa wakuu viongozi wa dini kwa wakati ule wakaanza kukua sasa na kuhubiri. Wakaanza kuzuia watu wao, msiende kumsikiliza ule, muangalie kisha anafanana. Kwa hiyo tu hivi inafanana hapa, mimi nafanana mhubiri. Mhubiri anapasha vala koti, anapasha kuwa iko parfume, anapasha kukua vizuri. Asi bando mlipita pale mkaona. Kana pala kesa jouer tu mwali. Ndio kana paparika pale. Ni hatari. Ndivyo ilivyokuwa. Aseme msimsikilize yule. Msiende kule. Yule ni mwenda mazimu. Angalia kisha anavala. Mtu wa Mungu anatavala vile. Angalia kisi yuko. Angalia chakula kwa kula. Mumwangalie nywele zake. Ule mtu angalia tu. Angalia anavala tu msazi. Mungu anasikiliza msazi. Brenda kama anasema ndivyo ilivyokuwa kwa wakati ule wa Yohana. Lakini yule ambaye walikuwa katala asiwaambie njia ambayo ameandaliwa kuonesha yule Masia baraka. Amen. Amen. Ndugu Branham anasema sauti ya Mungu leo haiko, imepotea. Watu wanapenda waende waambie haleluya,
Tutanyakuliwa, tuombe sana. Fanya mafungo upate Roho Mtakatifu. Utafanya mafungo, utaomba na magoti itakuwa mweusi, utakuwa kama Muislamu. Lakini ile ndio unachunga ni histoire. Hakuna unyakuo ya hivyo ya kwenda mayuluyulu, kwenda mumahewa hewa. Ndugu Branham anaendelea kusema paragraph 15, ijapo kuna sauti ya Mungu, ijapo sauti ya Mungu leo inakuwa, anasema kanisa linapaswa kujua sauti ya baragumu ya Mungu juu ya jambo hilo, bali kuna kuchanganyikiwa kwingi sana, kwa sababu unaona wengine wakifanya hivyo. Mifano, usijilinganishe na mfano wa jinsi hivyo, kwa sababu unaharibika. Daima usisikie sauti ya Mungu ile inachochomea juu ya jambo hilo. Leo sauti ya Mungu iko na pingwa, lakini kanisa halisi, bibi harusi, anatakiwa kujua sauti ya Mungu. Amena. Amen. Na njoo kazi ambayo ipo leo ni kurudisha sauti ya Mungu kwa fasi yake. Paragrafu 28. Kwa nini sauti ya Mungu leo haisikiki? Shida ni nini kwa watu? Na imekuwa tena hivyo leo ya kwamba sauti ya Mungu, zipo sauti zingine nyingi sana, na basi kama Mungu aliahidi angetupa hiyo sauti yake, na endapo sauti zingine ni kinyume na sauti ya Mungu, basi haina budi kuwa ni sauti ya adui wetu. Amena. Amen. Kama kunakuja sauti ambayo iko nje, iko kinyume na sauti ya Mungu, sisi tunahesabu kama ni sauti ya adui. Na sauti ya adui utuchanganya kusudi tusifahamu sauti ya Mungu wakati ile sauti ikinena. Amena. Amen. Kazi ya sauti ya adui ni kutuchanganya. Kwa nini? Ili wakati sauti ya Mungu iko nasema sisi tusifahamu. 26. Na leo hii sababu moja ambayo kanisa liko katika hali lililomo, sababu moja ambayo leo makanisa ya ujumbe iko na danganya watu, aseme siku moja mtapanda kule mwewa, siku moja makaburi itafunguka, mfu atafufuka. Sababu ambayo leo makanisa ya ujumbe wahubiri wako nadanganya watu kusema mtenda mbinguni, mbinguni ni kule ule ya majua. Ni sababu gani? Ni kwa sababu ziko sauti mingi sana, sauti zingine nyingi sana kulivuta kanisa kutoka kwenye sauti ya Mungu. Amena. Amen. Watu walihubiriwa na wahubiri wao, wakafikiria ile maneno ya wahubiri wao ni sauti ya Mungu. Watu wakaenda kwenye mikutano, wakakutana wahubiri wa maakili wenye wanaongea Kifaransa, Kiingereza, Kiswahili vizuri, wakafikiria ni sauti ya Mungu sababu anapayuka. Wengine wakaona miujiza ya mauponyaji, wengine wakaona miujiza ya hivi na hivi, watu wanaanguka, wakasema hapa ndio Mungu yupo. Watu wanafikiria kwenye Mungu yupo inabidi watu waanguke, inabidi watu walalamike, watu walie, kuwe mauponyaji. Lakini Mungu leo ni Mungu wa muhuri wa 7. Amen. Na muhuri wa 7 Mungu ameshukua kwa ukimya sana. Amen. Hata ukiangalia vibaya anaweza usimtambue. Yule Mungu ambaye walituhubiri ni mkubwa sana, amegeuka wewe. Haleluya. Amekuwa wewe. Amen. Hata unapotembea sokoni wanaona tu ni mtu, lakini ni mtu Mungu. Amen. Mungu anafanyika leo mtu, anavala umbo la kibinadamu, sababu tuko katika siri ya pararekomia. Mungu anatoka muumbo ya kiroho, anabeba mwili kama vile alibeba mwili wa Yesu. Na walipomwona Yesu, watu wa madini wa wakati ule, ilikuwa vigumu kutambua kama ule ni Mungu ndani ya mwili. Amen. Amen. Kwa nini? Sauti, mafundisho, mahubiri walikuwa wanafunzwa, walikuwa wanaambiwa tu Mungu ni roho, Mungu hawezi kuwa mtu. Na ndivyo ilivyo siku ya leo.
Sasa kuna sauti zinazotuchanganya, na wakati sauti ya Mungu inapokuja inatuambia kwamba nyinyi hampo tena ndani ya makanisa. Wakati wa makanisa umeshamalizika, na kanisa inapomalizika inamalizika na utaratibu wake. Ndio maana katikati ya bibi harusi hakuna pastor, hakuna unjo nabii. Sote ni sawa, sababu sote ni viungo, mmoja kiungo mwingine kiungo, sote kwa pamoja ndio tunafanya ile kanisa la kweli, mwili wa Kristo. Amen. Amen. Mwisho wa mihuri, tunaingia katika kizazi kipya, kizazi cha kanisa la milele. Ndugu Branham anatuambia sasa, tumesogelea kwenye mihuri 7, tunatoka kumaliza nyakati 7 za kanisa, na hiyo ilikuwa ni ujumbe wa mafundisho ambayo inamuunganisha mtu ambaye atakayekombolewa, yule mtu wa ndani. Haleluya, Amen. Yule anayekombolewa sio mtu wa nje, ni mtu wa ndani kupitia damu ya Bwana Yesu. Damu ya Bwana Yesu ni ufunuo wa mihuri 7. Amen. Amen. Na yule mtu anayekombolewa ambaye amepatikana katika kizazi hiki cha kanisa, kizazi cha kanisa la milele. Amen. Amen. Humo ndimo tumo leo, hatuko mkizazi cha Ukristo. Kizazi cha Ukristo kilifanya miaka 3 tu na nusu kamalizika, tukaingia mkizazi cha Roho Mtakatifu ambacho ilikuwa ni kizazi 7 za makanisa, ambayo Kristo alitembea ndani ya vinara 7 akivaa miili ya wajumbe 7 ili kuandaa nafsi zetu ziende kwenye unyakuo. Tulipofika mwisho wa kizazi cha 7, Kristo akatoka pamoja na kanisa. Alipotoka ni kutuingiza mkizazi cha kanisa la milele, na ndimo leo bibi harusi yupo. Hapana, hii mili iko Tongogara. Amen. Amen. Lakini bibi harusi mumilele wote, yeye anapatikana mkizazi cha kanisa la milele, na hii kanisa ndio linaitwa mwili wa siri wa Kristo, na ni mule ndimo mnafanyika unyakuo. Ndio maana ndugu Branham anasema ni ufunuo, ni ufunuo. Tumsome ndugu Branham haraka haraka kuhusu haya mambo 3 ambayo yanofanyika katika mahubiri inaitwa unyakuo. Ndugu Branham anasema, mimi sihubiri, situmie usemi wa ndugu yetu Paulo, lakini mimi ninahubiri rapture. Sisi ni waaminifu wa rapture, hatuko waaminifu wa caught up. Tunaposema unyakuo tunasema rapture. Watu hao wa makanisa wao wanaamini caught up, ndio maana wanasubiria siku moja wataenda. Tukaona kwamba hakuna unyakuo bila William Branham, sababu ndugu yetu mpendo wa samani William Branham ashatuambia ya kwamba Enoko alikuwa mfano wetu. Anasema mkaratasi ya 64, 65, 66, kwa ajili ya kanisa bibi harusi unyakuo ni ufunuo. Tuko munyakuo, hiyo unyakuo amefunuliwa nayo, na ufunuo huo, ufunuo kwa bibi harusi wa kweli wa Kristo atasubiria tu yeye apate hiyo ufunuo wa unyakuo. Amen. Ndio alikuwa anasubiria apate ufunuo wa unyakuo, na wakati alipoupata na ufunuo ni kuelewa vizuri. Amen. Wakati tulipoelewa vizuri, mioyo yetu inafurahia hiyo. Paragraph ya 100 na 65 na 566. Tusome 105, 106. Taruka kidogo. Anasema ndugu Branham, tunaona ya kwamba Enoki alikuwa wa 7 kutokea kwa Nuhu, ambayo ni mfano wa vizazi vya makanisa.
Na vizuri, vizazi vyote, wale watu 6 ambao waliomtangulia wote walifariki, lakini Enoke yeye alinyakuliwa. Enoke kanyakuliwa, ikionyesha ya kwamba ni kizazi cha 7 cha kanisa ndio kinachukuliwa katika unyakuo. Amena. Amen. Kizazi cha ngapi? Cha 7. Je, kizazi cha 7 kipo ama kimeisha malizika? Kimeisha malizika. Ndugu Branham anasema vizuri, ni kizazi cha 7 cha kanisa ndicho kinachukuliwa katika unyakuo. Wote 6 ambao waliotangulia Enoke walifariki, lakini Enoke alinyakuliwa. Kwa hiyo hakuweza tena kuonekana, Mungu kamchukua. Wengine wote walifariki, lakini unyakuo wa Enoke ulikuwa ni mfano mkamilifu wa bibi harusi wa siku za mwisho, ambaye atapelekwa nje ya kizazi cha 7 cha kanisa, naye atanyakuliwa bila kupitia mauti. Amen. Amen. Ananyakuliwa bila nini? Kupitia kifo. Amen. Na sisi tunamrudishia Mungu ushuhuda kwa ajili ya jambo hilo. Haleluya. Inatubidi kuchimbua zaidi sana. Tuko tunachimbua, ndio maana tunaelewa sisi sio waaminifu wa caught up. Sisi ni waaminifu wa rapture, ambayo ni furaha inayopitiliza. Tunaposikia ufunuo huu, inafanya mioyo yetu ambayo ilikuwa na huzuni, siku gani nitanyakuliwaka, nisiendake kuzimu, niache hiki juu nisipoteye. Ni kama vile Yesu alikafanya mchezo, kakuokoa, kisha wewe kwa nguvu zako unaanza kupotea. Ulichangiaka ni juu uokolewe. Je, ulikuwa hapo siku alikuokoa? Mchango gani ulifanya? Hiyo ni mafundisho ya kibinadamu. Na njoo nasumbua watu leo, uko na watu mapori, watu kujima chakula, kujima drink, kujima vizuri, kuprive mwili, kutesa mwili. Niko najikaza Mungu anikumbuke, anipatie Roho Mtakatifu. Watu walikuwa wajajua Roho Mtakatifu maana yake. Amen. Amen. Tulipochimba zaidi, tunaposoma neno, tukapata uelewa, tukajua Roho Mtakatifu maana yake nini. Roho Mtakatifu maana yake mwana wa Mungu. Amen. Roho Mtakatifu ni wewe. Amen. Amen. Kupokea Roho Mtakatifu maana yake kuelewa wewe ni nani. Amen. Hiyo ndio maana ya Roho Mtakatifu. Kuelewa vizuri neno. Ndugu Branham anasema unyakuo unafungwa mu vitu 3. Vitu 3 ni sauti ya mwaliko. Sauti ya mwaliko maana yake nini? Ndugu Branham anasema 3 choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Kuna mambo 3 yanafanyika kabla Yesu hajatokea. Moja, une voix, un cri de commandement. Moja ni sauti ya malaika mkuu, sauti pia ya mwaliko, na sauti ya baragumu. Hivi vitu vitatu vinatokea kabla Yesu hajatokea. Kabla Yesu hajatokea, kuna vitu vitatu. Ya kwanza ni sauti ya mwaliko, ya pili sauti ya malaika mkuu, ya tatu sauti ya baragumu. Hivi vitu vitatu hivi Yesu ule mwepika na chunga hayatokea. Sasa huyu Yesu ambaye uko na chunga, cha ajabu wanachunga waone mwanaume ndio atakewa mandevu, wanakeshi tu kone mwanaume anakeonekana mwanamke. Amina. Amina. Na ndio siri kubwa yenyewe wana kashangaa. Mimi nilijuaka Yesu mwenye nilikuwa naye alikuwa mwanaume mwanzalo na Maria, ndio nilikuwa najua. Sana ingesa mkiro. Anasema nilikuwa katika roho siku ya Bwana. Nami nikamuona Kristo. Nilipomuona alishavala kanzu sasa. Anakuwa na maziba 2. Changanika anasema hapana. Huyu mwamini nilijuaka hapana kuwa na maziba. Mimi huyu anakuwa na maziba 2. Tena anafunga kwani maziba yake anafunga hapo sentire. Macho yake inakuwa macho ya rouge. Hapana. Migulu inakuwa migulu ya shaba. Tena shaba yenye ilipita mumoto. Yohana kwa nini akasema sisi bakia mzima. Ikabidi Yohana akufe kwanza. Amen. Kukufa manake ni kuua ile mafundisho ya zamani. Kuua vile mlijuaka zamani.
kuua vile vile ulifundishiwa kama vilingia ndani mwako. Yohana akakufa kisha Kristo akamfufua. Huo ndio unaitwa ufufuo. Ufufuo ni nini? Kaburi ni nini? Ndugu Branham anatuambia kaburi ni haya madhehebu. Dhehebu sio jengo, dhehebu ni system, kanisa, mafundisho ambayo yanaitwa kanisa. Yale mafundisho yale ambayo yako kinyume na neno la Mungu, ile ndio inaitwa dhehebu. Kama vile wakati Musa alikuja, kwa wakati wa Musa kila alikuwa anafundisha ilikuwa neno la Mungu la kweli. Na ilisaidia watu na ilifanya watu wakubalie mbele za Mungu. Lakini wakati wa Musa ulipomalizika, ikawa wakati wa Yesu, wale wote walibakiana mafundisho ya Musa ilikuwa ni mauti. Amena. Amina. Kwa wakati wa Musa ile sauti ilikuwa na uzima. Kwa wakati wa Yesu ile sauti ilikuwa ni mauti. Yesu akaja na ujumbe wake, akaufundisha vizazi 7 vya makanisa. Kabla mihuri haijafunuliwa, mafundisho ya vizazi vya makanisa ilikuwa na uzima. Ilikuwa napata watu uzima. Lakini wakati mihuri inafunuliwa, mafundisho ya vizazi vya makanisa leo inaleta mauti. Sababu hatuko tena vizazi vya makanisa. Tuko wakati wa ufunuo wa mihuri. Wakati wa ufungulifu wa neno lote. Ndio maana bibi harusi sio mwaminifu wa mafundisho ya vizazi vya makanisa. Yeye ni mwaminifu wa kile mihuri 7 ilifunua. Amen. Na mihuri 7 haihusu watu wa makanisa, sababu mihuri 7 inafunuliwa baada ya wakati wa makanisa na wakati wa madhehebu kumalizika. Ndio maana sisi hatuko wanamemba wa makanisa. Ndio maana unaona hatuna utaratibu wote wa makanisa. Hatuna utaratibu. Hatuna pastor aseme huyo kiongozi. Sisi wote tuko sawa. Kila mtu anajikontrole. Kila mtu anajipeleka kulingana na kuelewa kwake kwa neno. Na hii ni mafundisho ilihubiriwa mwaka wa 1965 baada ya ufunuo wa mihuri 7. Ndugu Branham akuhubiri unyakuo kabla mihuri haijafunuliwa. Amehubiri mwisho. Nilikuwa ni mwezi nafikiria wa 12. Ya, ilikuwa tariki ile ya mwezi wa 12 ndio Ndugu Branham anahubiri. Ilikuwa tu ni siku baada ya siku 12 anamaliza mahubiri haya. Ndugu Branham akatoka katika mwili. Ilikuwa ni mwisho kabisa wa safari yake. Ndio anataka kuhubiri haya mafundisho. Na ndio maana nimechanganya wengi. Watu wanafikiria tutaenda ndio tutaenda. Sio kweli. Hiyo ni uongo, ni shetani mzima anavana mwili kuwazubalisha, sababu ni wakati ambao sauti ya Mungu inafifia. Anatuambia kuna vitu vitatu: sauti ya mwaliko, sauti ya malaika mkuu na sauti ya baragumu. Anasema hii sauti ya mwaliko maana yake nini? Le cri de commandement, c'est quoi? C'est le message qui est proclamé. Amen. Sauti ya mwaliko ni nini? Ni ujumbe ambao umehubiriwa. Je, Ndugu Branham hajahubiri ujumbe? Je, hatuna ujumbe? Tuna ujumbe. Yaani sauti ya mwaliko imeisha pita. Mia moja makumi tano na mbili. 152. Premièrement, plutôt première chose, c'est le cri de commandement, ambayo ni ujumbe, sauti ya mwaliko ambayo ni ujumbe wa kuandaa watu. Kitu cha pili ni sauti ya ufufuo. Sauti ya ufufuo ambayo tena inaitwa sauti ya malaika mkuu. Ndugu Branham anasema c'est la même voix forte qui dans Saint Jean 11
rappela Lazare de la tombe. Amena. Amen. Hii sauti ya malaika mkuu ni ile sauti ya ule malaika mkuu. Wakati ndugu Branham alikuwa na ubiri, anafunua masiri, ilikuwa ni sauti ya malaika mkuu ambayo ilitutoa na sisi mkaburi kwa tulikuwa tumekufa. Tuliona ile siku Paulo anasema kufa ni maana yake nini? Ni kufa kwa ajili ya maovu yetu. Amen. Na maovu ni nini? Ni kujua ukweli lakini haujaamini ukweli. Wakati tulikuwa bado hatujaamini ukweli ambao ni ufunuo wa mihuri 7, tulikuwa watenda maovu. Mtenda maovu ni mtu ambaye hajaamini ufunuo wa neno. Pastor mtenda maovu, nabii mtenda maovu, mhubiri mtenda maovu, tabernacle matembele batenda maovu, badada batenda maovu na majipe ya mrefu, nywele za mrefu, bandugu batenda maovu, sababu habajaamini ufunuo wa mihuri 7. Kutenda maovu ni kuishi nje ya ufunuo wa neno ya wakati wako. Amen. Ndio kutenda maovu. Na ile ndio ilikuwa inatuua. Ilituua wapi? Muzehebu. Zehebu ndio kaburi. Shie ba Lazaro baleo tulikuwa mkaburi naitwa Zehebu dini. Balikuwa natubiri maneno, oh Musa, oh Yesu, oh Paulo, oh Branham. Hata ujumbe ya Branham muvize sababu ya makanisa leo haina kazi. Amen. Sababu wakati wa makanisa umeshamalizika. Kenye kiko na kazi leo ni ufunuo wa mihuri 7. Amen. Kile ndio kinaleta uzima. Maneno ya Musa haikuwa na uzima kwa wakati wa Yesu Kristo. Ilikuwa ni mana ya jana. Kile kilikuwa na uzima ilikuwa ni Kristo mwenyewe akisema mimi ndimi uzima. Mimi ndimi kweli. Mimi ndimi ufufuo. Mimi ndimi unyakuo. Na leo ili neno lilofunuliwa ndio ufufuo, ndio unyakuo, ndio uzima, sababu ili neno ndio Kristo. Na wewe ni maneno ya kitabu. Amen. Bibi harusi ndio neno la kitabu, muamini. Jambo la pili ni sauti ya malaika mkuu ama sauti ya ufufuo. Hii sauti ya ufufuo ni ufunuo wa siri. Zinapofunuliwa zinakufufua kutoka mkutokuelewa neno na ukwambia hiki maana yake hiki. Unapotoka mkutokuelewa unaelewa, hiyo ndio inaitwa ufufuo wako. Amen. Le rassemblement de l'épouse. Kusanyiko la bibi harusi, puis la résurrection des morts pour être enlevé. Wakati tulisikia ile neno, sasa ile neno likatuweka tayari kwa ajili ya kunyakua. Siri zikafunuliwa, tukaona ishara ya Masia, tukasema Masia huyu. Eliezeri wetu tena yupo kwa ajili ya kumpeleka Rebeka kwa Isaka. Tukaona bila Eliezer Rebeka aende kwa Isaka, sababu Eliezer ndio ana siri na ndio anamjua Isaka. Alors banauliza Rebeka, je, utabaki na familia yako? Anasema mimi sitabaki, nitaenda na Eliezer. Kwenda na Eliezer ni kwenda na ufunuo wa masiri, ufunuo wa mihuri 7, ufungulifu wa neno, mvuto wa 3. Unapotembea na huo, wewe ni Rebeka ambaye tayari amekwenda kwa Isaka. Wakati hii sauti ya malaika mkuu ambayo ni sauti ya ufufuo iliposikika, ilitutoa mu makaburi ambayo inaitwa system ya makanisa. System ambayo ni mafundisho ambayo ilikuwa natuweka tubaki ba prisonnier, bafungwa ba pasteur, bafungwa ba diacre, bafungwa ba administrateur. Uko natembea, uko naogopa ndugu, unatembea uko naogopa dada, uko natembea na wasiwasi, unatembea hauko kuzimu, hauko mbinguni. Haujui kama ulishaokoka, si haokokaka. Haujui kama uko na Roho Mtakatifu wala sina. Haujui kama Yesu akija nitaenda wala nitabakia. Mama ubira kwambiaka, wewe utabakia, wewe utapotea, wewe utahukumiwa. Hata ile manja yako mahubiri ya kishetani, mahubiri ya kipepo. Sababu Yesu anasema mtajua kweli. Kweli ni neno, nayo neno itawaweka huru. Kwenda kutubu kwa pastor,
Kama umetilize bibitu, iko siku utarudia utaenda tubu. Utaenda tu maisha yako yote. Ndio mimi naanza kunywa kapombe, ndio kweli. Ninaanza mimi nishanyakuliwa na mimi sialiona vile vinyakuliwa. Nishaamini mimi nafufuka, mpaka leo siafufukaka. Na unaanza jilisha. Utaenda tubu. Baada upisha mbele utatubu. Kama mtu anajua sema yeye haiko bibi harusi, rudia kule. Wewe ndio atakupatia hata cheo somewhere. Ukule na wewe neema ya nchi. Sababu unyakuo hii siri haihusu batu ya makanisa. Ni siri yenye inahusu tu bibi harusi 1.3. Hiyo ni kitu ya tatu. Kitu ya pili ni sauti ya malaika mkuu ambayo tulisikia, siri zilifunuliwa, zikatutoa katika ignorance. Mchungi mtoto vizuri mama. Ikatutoa katika ignorance, ikatutoa katika kutokuelewa, ikatutoa katika confusion ambayo Mungu alisema mu Yoeli 2, taifa langu alitakuwa tena hali ya vurugu, kutokuelewa. Daniel anasema wakati ile wenye akili wataelewa, na sisi tumeelewa hizi siri vizuri. Kitu cha tatu, paragraph ya 164 anasema c'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Ndio maana ujumbe unaita bibi harusi kuweza kusanyika pamoja. Voyez-vous les cris de commandement, sauti ya mwaliko, et la trompette na baragumu, ce matin, ce même matin, na hii asubuhi il cria d'une voix forte, iko lalamika kwa sauti mkuu, et cette voix réveilla Lazare. Na sauti iko amsha Lazare d'une voix forte, kwa sauti kubwa il cria Lazare sort, Lazare toka. Voyez-vous, et la voix réveilla l'épouse endormie, ceux qui sont morts. Amen. Hii sauti iko na lamusha ule bibi harusi alikuwa amelala. Mnaona kama vile sauti iliita Lazaro toka mkaburi, Lazaro akatoka. Na ile sauti tena leo iko na mlamusha bibi harusi mwenye alikuwa amelala. 165 165 paragraphe. Et la trompette, au son de la trompette, na baragumu, kwa sauti ya baragumu, lorsque elle sonna, elle appelle une trompette, a toujours appelé Israël à la fête. Na wakati baragumu inalia, baragumu inaitaka tu Israeli kwenye sikukuu. Voyez-vous, ce qui était la fête de Pentecôte, la grande fête dans le ciel et la fête de trompette. Na kulikuwa sikukuu ya Pentecôte, kulikuwa sikukuu kubwa huko mbinguni, na ile sikukuu ya baragumu ndio sikukuu kubwa. Na baragumu inapolia inakuwa inakusanya watu, ni mwaliko kwa ajili ya karamu. Sasa ndio sababu kwa ajili ya karamu ya mwana kondoo mbinguni. Sasa angalia kukusanyika kwa bibi harusi, sauti ya baragumu, karamu ya mwana kondoo. Tuliona ile hali ya utofauti. Sasa mufuate kwa makini kabla hatujamaliza. Hii sauti ya baragumu ni sauti gani? Ni hii mihuri ambayo imefunuliwa, ambayo iko na kusanya bibi harusi pamoja kwenye kuelewa kumoja, kwenye imani moja, kwenye kuona moja, kwenye uhakika moja. Haikusanye wanamemba wa makanisa, hapana. Inakusanya ndio bibi harusi, ambaye leo bibi harusi amekusanyika kando ya karamu ya mwana kondoo, ambayo wale ambao wako na kuelewa kwa kizebu wanasema karamu ya mwana kondoo kutakuwa meza kabambi pale. Bwana atakuya, atatukusanya na tutakuwa pale, bakutoka huku na bakutoka huku, tutaonana, Bwana atatupanguza machozi. Amina, wanaisema na imesema hivyo, lakini maana yake nini mkiroho?
karamu ya mwana kondoo maana yake nini? Ile chakula tuko tunakula ni nini? Ni hii ufunuo wa ujumbe. Amen. Njo neno wakati wa Yesu anabambia baba zenu walikula mana wakafwa, lakini mie niko na chakula yenye nashuka kutoka mbinguni. Wanamwambia Bwana, uko na chakula? Sema ndio, na mkikula hii chakula hamutakufa milele. Wanamwambia tupatie na shile chakula tupende kukufa. Wanamwambia mnapenda niwapatie chakula? Ndio. Anamwambia ile chakula enye mkikula mtakufa ni mwili wangu. Sababu alisikia ni mwili wangu. Frère Branham anasema bale wote wenye bakukua ile mbegu iliyochaguliwa balikimbia, sababu ilikuwa ni maneno ya nguvu kwa masikio ya kibinadamu. Lakini Petro ambaye alikuwa ni mteule, aliposikia mwenye alikuwa na ufunuo wa Kristo, siri ya Mungu, aliposikia kuhusu hii chakula ya kiroho, ni kula mwili ambayo ilikuwa ni neno, damu ambayo ilikuwa ni roho, kukamata neno pamoja na roho pamoja, kuviamini. Akasema, Bwana anamwambia Petro, bezako wanakimbia na nia mtakimbia. Petro sema, Bwana, twende wapi? Tunatambua kwamba hivi nako nasema njoo maneno ya uzima. Amen. Hakuna uzima nje ya ufunuo mihuri 7. Mafundisho yote yanayofundishwa nje ya ufunuo wa neno, nje wa mvuto wa 3, ni mafundisho ya mzuri mwakili, ni mafundisho yanasikika mzuri, inafanya watu wanakuwa wazuri, lakini uzima leo, ukweli iko ndani ya ufunuo wa mihuri 7. Amen. Ndio mwenye mna uzima. Sisi tunafananishwa na ule dada yetu kwenye kisima huko, ambaye alikuwa anaitwa mwanamke Msamaria katika Yohana sura 4. Ndugu anasema ukimwangalia nje ni kahaba, mzinifu, mchafu, mwenye ushuhuda mubaya, mwenye batu yote banaona banasema ni wa mubaya huyu, mwenye batu kuchonga vidole, mwenye batu wanakutanikaka banamsema. Ndugu anasema lakini ndani ya ule mtu mubaya mwenye kuonekana mubaya kwa macho ya batu, alikuwa ni mbegu teule ya Mungu. Watu wa makanisa, watu wa ubiri, waaminifu wa makanisa, wanamema makanisa, wakati walimuona Yesu, wanamuletea Yesu maneno ya nabii Musa. Yesu anasema hii ni ya mzuri, lakini kwa jana. Wakati waliona Yesu kanafanya vitu vyenye binaenda sawa vile kinyume na gisi Musa alibafundishaka, bakaanza muita yeye ule Yesu Kristo kuwa ni mkubwa wa mapepo. Na beba alimuita ni mkubwa wa mapepo ni batu beba alikuwa anaingia msinagogi na hekalu, ambao leo ni makanisa zetu tuko nazo leo. Batu balikuwa naenda banasomewa Musa, kama vile shie bila kusomea Branham, banatusomea Biblia. Bale bahubiri ndio banaanza kuhubiri watu ule Yesu anajiita Yesu mtoto wa Maria, msimufuate, ule ni mapepo. Na ndivyo ilivyo leo. Ule mwanamke Msamaria kwa nje, ulimwengu wote, watu wote ambao walikuwa wanamfahamu walikuwa wanamjua kama ni kahaba, ni mtu mwenye ushuhuda mubaya. Lakini ule ambao dunia, ulimwengu ilikuwa unastahili, ule ndio mwenye Mungu alikuwa anajua. Hallelujah. Anakutanana na Kristo. Kristo anamwanzia mahubiri ilikuwa nini? Mwanamke nisaidie na maji. Anamwambia, mimi naona wewe ni Myahudi. Wewe Myahudi na shiba Samaria, si ugani tukapatana, atuchanganyake. Atupatanake. Anamwambia unaona ikisima, kama hauna chombo ya kushota maji iko mbali sana, huwezi pata maji. Na hii kisima hii baba yetu Yakobo ndio alichimbaka. Ni kisima ya zamani. Watu wanapenda kuambiwa mahistoire, lakini ya leo wanakuwa wanaitupa. Yesu anamwambia, eske unaomba unasema naye? Kama ungelijua mimi mwenye uko rojana ni nani,
ungenilomba nikupe maji ya uzima. Haleluya. Utatosha ile maji ya uzima wapi? Yakabielewa kimwili. Utatosha maji ya uzima na una choka kushota maji. Unafikiria tu ni kweli utashuka na miguu yako upate maji mwa kisima? Hauna chombo, sasa utanipatia ile maji wapi? Kisha Yesu akamwingiza neno la wakati. Sababu huyu mwanamke alikuwa ni mbegu ya Mungu, mwana wa Mungu, binti wa Mungu. Ndani yake mlikuwa kilindi. Kilikuwa nachunga tu, ndugu yangu ni Asmako, ilikuwa nachunga Asmako nyingine ikui. Asmako ilikuwa nini? Ilikuwa ni unabii ambao aliambiwa akasema siku Masia atakuja, atajua siri ya mioyo. Huyu mwanamke alikuwa na ile mafundisho ndani yake. Kisha tunamwambia, wewe mwanamke, je, uko na mume? Akasema sina mume. Hauna mume? Yesu anambia unasema kweli. Ulikuwa na batano na unaacha mwingine wa sita kunyumba. Unalijua je? Sababu ilikuwa ni kilindi. Sababu ilikuwa ni mbegu ya Mungu, maji ya uzima, neno la kweli likamwangika kwa ile mbegu, likapandisha mbegu, likapandisha. Mbegu ikasema, mimi naona wewe ni nabii. Wewe ni nabii. Akaingia muupako, akaingia muonction ule dada. Mimi naona wewe ni nabii. Niambie wewe ni nabii. Sababu tulifundishiwa wakati Kristo Masia atakuja, hivi ndio atatuambia amen. Amen. Wakati Masia atakuja, atatuambia habari za unyakuo, atatuambia habari za ufufuo, atatuambia habari za mbingu, atatuambia habari za utawala miaka 1000, atatuambia habari za milele. Naye amekuja, amevaa mwili, anatuambia. Na sisi wakati anatuambia hivi tutafanya ni yeye. Hivi adesemewa na pastor, adesemewa hivi na mtu ambaye ni wa makanisa, adesemewa na mtu ambaye siye. Hivi vitu hivi masiri ni mpaka yeye ndio anavijua. Amen. Amen. Wewe ni nabii, wewe ndio Masia. Yesu akukatala akamwambia mimi njoo ule. Amen. Mwenye ulisikia kama alikuwa anasemaka mie huyu niko present. Sasa mwanamke uende uite ule bwana yako. Mwanamke akwenda ita bwana yake. Alikimbia mwingine anaenda anatangaza. Mimi naona Masia. Namuona ule mwenye alitabiriaka. Mwanamke chini ile upako wa kukutanana na ukweli, na njoo kile kinatulewesha mvinyo mpya. Tuko chini ya upako wa mvinyo mpya. Hatujizuie tena kutangaza dunia kwamba Masia ishakuja. Ufufuo umeshafanyika. Ile mnasubiriaka unyakuo inaitwa ufufuo wa kwanza. Ile mnafikiriaka sema ni hukumu, ni ile njoo inaitwa ufufuo wa pili. Na ile hukumu haiko juu ya bibi harusi, meni juu ya ile mbegu ambayo haikuchaguliwa. Wakati tulisikia vitu tukaikala, hivi vitu vikatutoa muhali ya unamemba makanisa, vikatutoa mubifungo ya makanisa, vikatuleta karibu na Kristo. Tukamwelewa Kristo. Kristo bibi harusi akasema na bibi harusi, tukaelewa kama dada yetu yule mwanamke Msamaria. Tunaingia sasa mwingine kutangazia watu. Mkuye muone Masia ule alisemewa na manabii. Leo mimi namuona nakutana leo kisima kucha Yakobo. Mkuye watu wakaja. Beba nakuya bale ba incredile kukia kumuona. Ule nabii wote bana ni Joey. Huyu mtoto wa Maria, mtoto wa sisi tunamjua, tulikuwa Yerusalemu alitolesha yeye. Kwa wale ambao hawakuwa wateule, walimuona kimwili, walielewa Yesu kimwili. Lakini kwa wateule waliingia ndani ya mwili, sababu mwili ni pazia. Mwili ni kizuizi. Ndio maana unapoangalia dada yako, ndugu yako kimwili, utafikia utamtukana. Utamdharau, utamcheka, utamsemea lolote na unaweza sema. Utamuita mwizi, utamuita mulozi, utamuita majina yote, utadharau matusi yote unayokuwa nayo. Lakini ukipita unavuka pazia ya mwili, ukimwangalia kiroho kineno, utasema huyu ni mwili ya mwili yangu.
ni mfupa ya mfupa yangu, ni damu ya damu yangu, ni nyama ya nyama yangu. Huyu ni mimi. Mimi naweza kuwa jicho ya kuume, yeye ni ya kushoto. Mimi naweza kuwa mkono ya kuume, yeye ni ya kushoto. Mimi na yeye ndio tunafanya hii nyumba ambayo inaitwa mwili wa Kristo. Mimi na yeye ndio tunafanya huyu Mungu aenee, sababu unamwangalia na unamwelewa kiroho. Shida leo tuko tunaangalia kimwili, na ndio matatizo kwenye hili. Unaangalia mtu kimwili, ule haizi kuwa ule, ule haizi kuwa ule, ule astahili ule. Huyu dada Msamaria, Yesu akumwangalia kimwili, alimuona kiroho. Na huyu dada akuelewa Yesu kimwili, alipita kiwango cha mwili ambao ni mvuto wa kwanza, akapita kiwango cha pili ambao ni kuona tu kiroho, ni mvuto wa pili, akaingia mpaka mvuto wa tatu, akajifunulia akasema, huyu haiko mtu wa kawaida, huyu ndio Mesia, huyu ndio roho wa Mungu. Masia marake mwili ndani ya Mungu, ndani ya mwili. Huyu ni Mungu ndani ya mwili. Mimi sina shaka, hata wengine wamwite ni mtoto wa Maria, hata wengine waseme ni mtoto wa Yakobo. Kwangu mimi huyu ndio Masia. Hata wengine waseme unyakuwa haijakuwa, tunasubiria kila hiki, lakini kwangu mimi mwili asema, ananiambia plani yote ya ukombozi yote kwa utele imeisha malizika. Amen. Amen. Na mimi naamini kile kenye Mungu ameniambia. Amen. Leo tumejifunza kuhusu ufufuo wa kwanza au unyakuo katika siri ya sauti ya Mungu katika siku hizi. Ndugu Branham anasema sauti ya Mungu leo haipatikane, imetupwa kando. Watu wanapendelea kusikia sauti za wahubiri, sauti za mapasteur, sauti za wanadamu, akili ya wanadamu, ujuzi wa wanadamu. Watu wanapendelea kukusanyika kwenye makusanyiko makubwa makubwa, lakini mbegu ya Mungu iliyoitwa, iliyochaguliwa, haifuate jengo, haifuate mtu, lakini inafuata sauti. Sababu ndugu yetu Kristo alisema, walio wangu wanasikia sauti yangu. Amen. Na wanaifuata. Amen. Na sauti ya Mungu leo ni ufunuo wa mihuri 7. Shalom kwenu. Shalom.